الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد، وصلى الله على خير العباد وآله وأصحابه، أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته أيها الناس. Enyi watu watukufu, ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, nichukue nafasi hii kuwahusia pamoja na nikihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ama khutba yetu ya leo tutaizungumza hadithi ya Muadh bin Jabal, maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maneno ambayo yanayosema rasul amri al-islam wa umuduhu as-salah. Vipengele hivi vya Uislamu na swala ndio itakuwa hutuba yetu ya leo insha Allah. Tumuombe Mwenyezi Mungu aniwezeshe mimi mzungumzaji na nyinyi wasikilizaji kuweza kupata faida kutokana na hutuba yetu ya leo. Waislamu, ama tumeichagua hutuba hii kutokana na kujisahau kulikokuwa kwingi kwa Waislamu, hususan juu ya Uislamu wao, hasa kwenye ibada ya swala. Ushahidi juu ya watu wamesahau ama tumeghafirika sana na ibada ya sala, kila mmoja aliyomo ndani ya msikiti huu kwa sasa anaweza akawa shahidi juu ya hilo. Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza, idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'a, itakaponadiwa swala siku ya Ijumaa, fasau ila dhikrillah. Wapo wapi Waislamu? Wapo wapi Waislamu leo? Mji huu ni mji wa Waislamu. Asilimia kubwa sana Waislamu ndio ambao wanaoishi katika mji huu. Wako wapi leo Waislamu? Hii ni ishara ya kwamba Waislamu wameghafilika kutokana na ibada ya sala. Iwapo siku kubwa kama hii, siku kuu ya Waislamu, na bado Waislamu wamekuwa wazito kwenye kuitekeleza, vipi swala nyingine ambazo zisiokuwa swala kama hii ya Ijumaa? Kama watu wameghafilika kwenye swala mpaka ya Ijumaa, vipi kwenye swala za jamaa za kawaida? Vipi kwenye ibada, swala za sunna, kama watu wanashindwa kutekeleza faradhi? Vipi leo tunaweza tukahisi kuwa Waislamu wanaswali swala za sunna? Vipi leo tunaweza kuamini Waislamu
wanasimama visimamo vya usiku, ikiwa hata mchana wanashindwa kutekeleza ibada yenyewe, vipi wanaweza kuitekeleza wakati wa usiku? Waislamu, huu ni mtihani, na ndiyo jambo ambalo limenipelekea kuweza kukumbushana katika juma la leo kuhusiana na mghafiriko huu ambao tuliokuwa nao. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anasema rasul al-amr al-islam, rasul amri al-islam, msingi wa kila jambo ni Uislamu. Kila jambo ili lipate baraka za Allah subhanahu wa ta'ala, basi jambo hilo linatakiwa likae ndani ya msingi wa Uislamu. Kama yeyote atafanya lolote akiwa nje ya Uislamu, kupatia kwake kutakuwa ni kudogo sana. Ama jambo hilo linaweza likamletea faida ndogo, kama litatoa faida basi zitakuwa ni faida tu za kidunia. Waislamu, katika maneno ya Imam Ali aliyoyazungumza kule maeneo ya Kufa, aliwahi kusema inna Allah, Mwenyezi Mungu, innama khalaqakum, hakika Allah amekuumbeni ama amekuumbieni nyinyi dunia, litatrubu al-akhirah, ili mpate kuitafuta akhera. Dunia hii na harakati zetu hizi ni moja katika njia ambazo au njia ambayo itakayotusababisha sisi tupate maisha mazuri akhera. Kwa hiyo matendo yetu kama yatatoka kwenye misingi ya Uislamu, hakutakuwa na maana katika maisha yetu ya dunia, kwa sababu ili tupate kujitengeneza ama kujitengenezea maisha mazuri ya akhera kwa kupitia hii dunia, na Allah subhanahu wa ta'ala akatengeneza utaratibu wa maisha ya dunia, ni utaratibu ambao uko ndani ya Uislamu. Kwa hiyo yeyote ambaye anayeitumia dunia kwa ajili ya akhera, ili afanikiwe akhera, lazima awe katika Uislamu. Uislamu ndio msingi wa mafanikio ya hapa duniani, Uislamu ndio msingi wa mafanikio ya akhera. Waislamu, rasul amri al-islam, msingi ama msingi wa kila jambo ni Uislamu. Jambo likiwa ama mtu akiwa Muislamu na akalifanya hilo jambo kwa maelekezo ya Uislamu, basi hilo jambo litakuwa katika utulivu mkubwa sana. Kama watu wataishi kwa misingi ya Uislamu, hayo maisha yatakuwa mazuri. Waislamu, ishara ya kwamba maisha ya Uislamu ndio maisha sahihi, mara nyingi huwa napendaga kutoa mfano, na leo na utoa tena.
amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanadamu wasiibe. Allah ameukataza wizi, amefanya wizi ni haramu. Ni nani ambaye anayeweza kusema Mwenyezi Mungu alipoukataza wizi hapa amebugi? Ni nani anayependa kuibiwa? Kwa sababu hata sisi katika vichwa vyetu hatutaki kuibiwa, lakini hata hao wezi wenyewe hawapendi kuibiwa, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaliharamisha jambo hili. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alichukua hatua kwa yeyote ambaye atakayeenda tofauti na utaratibu huo akaiba, Allah akahukumu. Leo watu walipouacha Uislamu, hukumu zao wakazifadhilisha zaidi, ndio maana tunashindwa kufikia kumaliza wezi katika mitaa yetu. Labda nitoe mfano katika hili. Uislamu rasul amri alislam, kila kitu msingi wake ni Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kwamba mwizi akatwe mkono, watu wa haki za binadamu wakaona hili swala sio sahihi. Kwa nini akatwe mkono? Lakini Allah alikuwa na falsafa na maana kubwa. Kwa nini? Alikuwa na maana ya kwamba leo hukumu zetu sisi, mwizi tukishakumkamata tunamchukua, tunaenda kumfungia ndani jela, sawa, kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Lakini ni lipi lilikuwa sahihi kati ya kumkata mkono mmoja aendelee kushughulika kuwahudumia familia yake, ama kumchukua kwenda kumfungia, kuwadhulumu watoto wake wasipate chakula tena? Huyu ingekatwa mkono, ingetumia mkono mwingine kushughulika katika kutafuta riziki za watoto wake. Ulipomchukua na ukenda kumfungia, umewadhulumu watoto wake. Ana watoto huyu, ana mke huyu, mke wake ni mjamzito. Ni nani atakayemshughulikia? Ni nani? Ni ipi haki ambayo iliyokuwa sahihi katika vitu hivi? Kati ya mtu kukata mkono wake kwa sababu kaiba, ama kumchukua kwenda kumfungia kuwadhuru watoto wake? Kosa hawakufanya watoto, kosa kafanya yeye. Yeye ndo alipaswa kuhukumiwa. Unakwenda kumchukua kumweka ndani, anapata maisha yote kule, watoto wake huko ndio wanayepata shida. Ipi ni haki ya kibinadamu? Lakini leo katika mitaa wanapochukua sheria mkononi, lakini unapomchukua pia unakwenda kumfungia, wakija vijana wengine hawajui kuna mtu pale kakamatwa kwenda kufunga, wakaiba. Unapomchukua mtu ukamuoa kwa sababu kaiba, wanapokuja vijana wageni pale hawataoneshwa makaburi ya wezi. Lakini unapomkata mkono, leo vijana watano wote wakiwa dhubutu, mtu akija akauliza hawa vijana kulikoni, akaambiwa hao waliiba. Akajifunza. Ndio amri za Allah subhanahu wa ta'ala, ndio mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ataona kumbe mji huu hawataki huu uzembe wa wizi. Wanafikiri vijana watano sita wakakatwa mikono yao mathalan. Hii inamaanisha ya kwamba sheria za Allah subhanahu wa ta'ala ni vitu sahihi, ni mafunzo sahihi ambayo yanaendana na maisha yetu ya kidunia. Waislamu, rasul amri alislam. Hapa nimetoa mfano tu katika kuhakikisha tunaishi katika maisha ya Uislamu, lakini mada yangu nilikuwa
nilitaka nieleze sana katika zoezi zima la swala. Waislamu, wa umuduhu salah, nguzo madhubuti katika majambo yako na katika Uislamu ni swala. Waislamu leo wameacha kuswali, hawaswali, na wakiswali hawaswali vile Allah subhanahu wa ta'ala anataka watu waswali. Labda niwakumbushe watukufu wa Islamu, katika zile nguzo tano, bunia al-Islamu ala khams, zile nguzo tano za Uislamu, nguzo zote amri zake za kutekelezwa zilikuwa zimepita katika biwasitati Jibril. Katika zile nguzo tano, nguzo ya shahada, nguzo ya zaka, nguzo ya hija, nguzo ya funga, zote nguzo hizi zilipita biwasitati Jibril. Bwana Mtume Muhammad aliletewa wahi na Jibril, kutiba alaikumus siyam. Jibril amemshushia wahi Bwana Mtume Muhammad, lakini ilipofika kwenye ibada ya sala, Allah subhanahu wa ta'ala alimwita mtume wake mbinguni na kumkabidhi ibada ya swala. Hii ni ishara ya kwamba hii ibada ni muhimu sana. Ilipita moja kwa moja kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume Muhammad anapewa ibada ya sala mbinguni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu, ibada ya sala kuashiria ni ibada muhimu. Pamoja sisi leo tumeiacha na tumeghafilika sana. Ibada nyingi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakusema sallu au sumu kama raaitumuni asumu, bal qala sallu kama raaitumuni sallu. Kuashiria hii ibada ni muhimu sana. Inatakiwa itekelezwe vile Bwana Mtume Muhammad ameitekeleza. Lakini leo sisi, moja katika ibada ambayo tunaswali kwa mazoea ni ibada ya sala. Waislamu waingie misikitini, na wanaingia misikitini hawana uhakika na swala wanazoziswali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Uislamu, tunakwenda wapi? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, maftarada Allahu, Mwenyezi Mungu hajapatapo kufaradisha jambo ambalo ukiondoa tauhidi, jambo hilo Mungu akawa analipenda zaidi kuliko ibada ya sala. Ukiondoa ibada ya tauhidi, jambo ambalo Mwenyezi Mungu analipenda zaidi ni ibada ya swala. Na hii hunaka almalaika hudamu rahman, kuna malaika wao wenyewe wapewa pia na wao wanatekeleza ibada ya sala. Yatafakhaluna ala saidi almalaika, wanajifaharisha kwa malaika wenzi wao kwa sisi tumepewa ibada ya swala. Lakini leo Waislamu swala kwao imekuwa ni mtihani, wakati malaika wanajifaharisha kwa ibada ya swala. Waislamu, jukumu letu sisi ni kukumbushana. Jukumu letu sisi ni kukumbushana. Tukumbushane ndani ya wakati wa Islamu, tusikumbushane nje ya wakati. Na ndani ya wakati ndio muda huu. Jukumu letu sisi ni kubadilika.
tubadilike ndani ya wakati, na wakati wenyewe ndio huo kubadilika Waislamu. Ama tunasubiri na sisi tuseme rabbi laula akhartani ila ajrin qarib, ama tunasubiri umauti umeshafika, umauti umeshafika, umeshaoneshwa safari yako, sasa ndio naomba Mwenyezi Mungu akupe muda wa Uislamu ndio huu. Vijana, huu ndio muda wa kutekeleza maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibada ya sala tunaipuuza sana Waislamu. Ni ibada muhimu, ni ibada ambaye tanha anil fakhshai wal munkar. Kuna kijana mmoja aliwahi kusema kuambia vijana wenzake, kijana, unaweza ukafanya kila kitu. We kama unaiba, kama we ni mzinifu zini, kama we ni tapeli watu, lakini usije ukajisahau ukaacha ibada ya sala. Aliwahi kuyasema hayo maneno, lakini maneno haya msingi wake ya kwamba inna salata tanha anil fakhshai wal munkar. Mtu anapokuwa mwizi kisha akawa ameingia msikitini, ipo siku atajiuliza, mimi naswali, mimi naiba, ataacha wizi. Lakini ikiwa mtu mwizi na haingii msikitini, wapi atapata ulingano? Ni nani atakayemlingania kutoka kwenye wizi wake? Sina maana ya kwamba ninawakaribisha wezi msikitini, badala yake ninachokisema ya kwamba inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Mtu anaweza akawa yuko katika makosa wakati anaswali, huenda siku akajiuliza, mimi nazini mpaka lini? Akarudi nyuma na akabadilika, Mwenyezi Mungu akamuongoza. Siku moja wezi pia na wao wangeingia katika nyumba za Allah Subhanahu wa Ta'ala, ila wapaheshimu. Wakitaka kuiba wakaibe huko, wasibe kwenye nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waje kwa ajili ya kutaka angalau na wao wapate kurehemewa, wasije kwa nia ile ambayo wanakujaga nayo. Waislamu, tunayasema haya kutokana na watu tumeghafilika na dunia yetu. Ya man bi dunia mushtaghal wa gharrahu tulul amal, al-maut ya'ti baghtata. Leo Waislamu tunaipitisha ibada ya swala, tunaitoa ibada ya swala ndani ya muda wake, ni kwa sababu tu ya anasa za kidunia, ni kwa sababu tu ya anasa za kidunia. Tunaitoa ndani ya muda wake, ni kwa sababu tu ya anasa ya kidunia. Niliwahi kusoma hapa niliwahi kusema Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawata fasawfa yalqawna ghayya. Ndio hiki kizazi, ndio sisi ambao tuliotabiliwa kuwa ndio watu ambao watakaopuuzia swala. Ndio Waislamu sisi? Hapana, tusikubali. Waislamu tusikubali, kila mmoja asikubali. Anza kubadilika kutoka ndani ya moyo wako. Nenda kajitafakari vizuri kwa moyo wako, kulingana na vitu ambavyo unavyoviacha na vitu ambavyo unavyovifanya.
Ibada ya sala ni ibada muhimu sana. Pamoja ibada zote ni muhimu, lakini awwalu ma yuhasabu al-abdu yawm al-qiyamah sala. Jambo ambalo la kwanza mja ataulizwa kwalo siku ya kiyama ni swala. Anil mujrimin ma salakakum fi sakar qalu lam nakum min al-musallin. Wao wataulizwa siku ya kiyama, ma salakakum fi sakar, ni kitu gani kimewaingiza katika moto mkali? Qalu lam nakum min al-musallin, watasema sisi tulikuwa hatuswali. Muda wa swala umefika, sisi bado tupo katika mabanda ya mpira. Ndio jambo ambalo linapendwa, lakini ndio jambo ambalo linaharibu Uislamu lisemwe. Asa an tuhibba shay'an wa huwa sharrun lakum, huenda mkawa mnapenda vitu vikawa vina shari na nyinyi. Ukweli tunapenda sana michezo, lakini tunasahau lengo lililotuleta hapa duniani. Sisi hatukuja kucheza hapa duniani. Waislamu sisi hatukuja kucheza, sisi tumekuja kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bi ayati wa dhikril hakim. Qulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulihil karim wa alihi wa ashabihi wa ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi baratatan. Waislamu, kwa mara ya pili niwahusie pamoja na nikihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hutuba yetu ya pili tutaisema kwa uchache kulingana na muda, na hii ni kwa sababu mpaka tunashindwa kuzungumza kwa marefu zaidi ama tunakosa muda, ni kwa sababu pia ya watu kuchelewa katika nyumba za ibada, kuchelewa katika siku ya Ijumaa, kuchelewa kwenye vipindi vya swala. Waislamu, inna salata, hii swala kwa muumini kabisa anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala ni kitaba mawquta, ina muda maalum. Swala ina muda maalum. Swala haiswaliwi vile kwa utashi. Swala inaswaliwa kwa maelekezo ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameyatoa. Waislamu tunaisubirisha swala kwa ajili ya mambo yetu. Ngoja nimalize hili, nikimaliza nitapata utulivu wa kwenda kuswali. La ilaha illallah. Mtu anamjua Allah subhanahu wa ta'ala hawi na amani mpaka atekeleze maamrisho yake. Wewe huwezi kutekeleza maamrisho ya Allah mpaka umalize jambo lako, mpaka umalize kipindi cha kwanza kimeisha. Hii sala yaisha na muda mrefu, taswali hata baadaye. La ilaha illa Allah. Uislamu inasema hata vile maneno ninayoyasema yapo katika mioyo, watu ndio wanapenda humo, lakini huo ndio ukweli wenyewe usemwe. Dini ya Allah ni dini ya haki, kullu haq, ukweli unatakiwa usemwe. Waislamu tunadharau ibada ya sala, tunamdharau Allah kwa sababu ya anasa, kwa sababu ya michezo. Swala
sifa yake ni kuondosha uovu. Swala inaondosha uovu, lakini swala ni moja katika msaada juu ya changamoto mbalimbali za kidunia. Wasta'inu bis-sabri was-salah, pale mnapopatwa na majambo mazito mazito, wasta'inu bis-sabri was-salah, Allah anasema takeni msaada kwa kuwa na subira na kuswali sana. Watu wanatakiwa waswali sana, wasimame visimamo vya usiku. Ukisimamisha watu 100, ukimuuliza nani kasimama usiku ndani ya wiki hii, shida. Sio ndani ya siku hii, sio siku moja au wiki nzima. Nani alisimama usiku, ni shida kumpata mtu huyo. Maana tuna nini Waislamu? Tuna dini ya haki. Mungu wetu ni wa haki. Rasulullah ni nabii wa haki kabisa. Qur'ani ni kitabu cha haki. Shida iko wapi? Ma gharrakum birabbikum al-karim. Ni kipi ambacho kinawadanganyeni? Hadai inapatikana wapi? Nimalize hotuba yangu Waislamu nikiwaomba, natumia ombi kwa vijana wenzangu. Vijana sisi ndio wakomavu, ndio tuliokomaa, ndio tuliokuwa na nguvu ya kupeleka mbele dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum. Vijana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipambana kupeleka mbele Uislamu akiwa kijana, Omar akiwa kijana, Abu Bakar akiwa kijana, Ibrahim akiwa kijana. Kudhoofika kwa Uislamu si kwa sababu ya wazee wetu, sisi vijana. Leo unamkuta mtu mzima, ni baba, ni mwenye heshima, unamwambia twende msikitini, anakuambia nguo zangu chafu. Wala wewe unamke unavaa nguo chafu kabisa, wana nguo yangu ina udhu. Alikwambia nguo inatilisha udhu ni nani? Sasa kama udhu nguo haina, msikitini maji si yapo. Na hiyo nguo yako tutaitisha udhu kama nguo inatilisha udhu. Tunakwambia kabisa kirahisi tu bwana, ili tu akwepe ile ibada ya swala asiswali. Na anahisi anaamini ya kwamba ameshakuchenga tayari. La, umenichenga mimi. La ilaha illa Allah. Amri hii ni ya kila mtu. Shekhe bwana, mimi udhu bwana, udhu. Wengine mama, jambo mengi, msijione nyinyi mna nafasi. Allah, una nafasi wewe? Yaani uko duniani unaishi, una nafasi ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Muislamu yuko duniani leo hana nafasi ya kutekeleza ibada ya Allah, la ilaha illa Allah. Hana nafasi. Waseme nini walio makaburini sasa? Waseme nini? Ibada ya sala ndio ibada pekee ambayo haikuwa na msamaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba zake wakiwa wanapigania haki, na bado walitakiwa watekeleze ibada ya sala ndani ya uwanja wa vita. Waislamu wanapigana vita, si vita hizi za maloboti, ni vita upanga kwa upanga, uso kwa uso. Waislamu wanatekeleza ibada ya sala ndani ya uwanja wa vita. Hawakupata msamaha upate wewe kwa sababu upo na mpira. Uende upate msamaha kwa sababu upo kwenye banda la mpira. Hivyo nasema banda la mpira ndio upate msamaha wewe. La ilaha illa Allah. Hawakupata msamaha walikuwa kwenye uwanja wa vita, walitakiwa waswali kwenye uwanja wa vita, walitakiwa waswali. Wewe upo kwenye banda la mpira, utaswali baadaye.
Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Mtihani mkubwa sana. Waislamu ni watu ambao tuna akili, tutafakari hili. Waislamu sisi ni watu wa hoja, tuzichukue hizi tukazipime kwenye akili zetu, tuone kama zina mashiko tuzishike, na kama hazina mashiko achana nazo. Muislamu tuwabebi tu vitu vyovyo. Ukiona niliyozungumza hana mashiko achana naye, wewe ndio Muislamu sahihi. Na ukiona na mashiko, Muislamu anashika. Sasa ushauri wangu, yale yote niliyozungumza yameingia kwenye akili yako, yafanyie kazi. Hayajaingia achana naye. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'anil khulafai al-batil al-kilami amiril mu'minin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa awladina wa mashayikhina wa ikhwanina wa ashabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilayna. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala nabiyyina al karim wa aqim salat.